Safi kabisa, tumpe ruhusa naibu wa rais atuongeleshe. Karibu ya Excellency. Ala. Hii ni Kieni. Hii ni Kieni. Hapa ni Watuka. Hao ni watu ya Watuka na Charity na Endarasha. Mbona mmekuja kwa wingi hivi leo? Muriega Mugeni kaere. Asante sana. Mimi nimefurahi sana mmekuja kwa wingi. Mimi nimekuja hapa kuangalia barabara. Tulikuwa tumeongea na hao waheshimiwa wenu au waheshimiwa, tukaongea na mheshimiwa Washieni, tukaongea na Senator wa Matinga, tukaongea na Mama Raha Mukami ambaye ni Women Rep, na PS wetu ambao wanatoka hapa, Alex Wachira na huyu Wangombe Ann. Sasa wakaniambia tukapanga tukuje tuone barabara, lakini hawakuniambia watu watakuja wengi hivi. So mimi nashukuru sana. Tumetumwa hapa na Rais William Ruto. Yeye ndiye ametuambia tukuje hapa ili tuone mahali hii barabara yetu imefika. Mnajua ya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta ilituanzishia barabara nyingi sana, lakini matatizo ikapatikana hapo njiani. Barabara nyingi zikaanza kukwama kwa sababu ambazo sio za hazingeweza kuepukuka. Barabara nyingi zikakwama, sio tu hapa Nyeri, katika sehemu nyingi za Kenya barabara zikakwama from 2019. Barabara hii imekwama kutoka 2019. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Haijakwama jana, haijakwama juzi, imekwama for 6 years from 2019. Na wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta pesa ya kufufua hii barabara, kukatokea ule ugonjwa wa COVID-19. Uchumi ukaharibika kwa sababu hatungeweza kutoka kwa manyumba yetu, hakuna biashara inaendelea. Even tax collection went down because there are no businesses. Their people are not opening their businesses. Kwa hivyo, kwa sababu ya COVID-19, ndio uliona hapo mwaka ya mwisho ya Uhuru Kenyatta, ile miradi alikuwa ameanzisha ilikwama kidogo. Si namna hiyo? Lakini alifanya kazi nzuri sana hapo mbeleni kabla ya COVID. Tupigieni Rais Uhuru makofi. Si namna hiyo? Wakati Mheshimiwa William Ruto amechukua nchi baada ya uchumi kufungwa na COVID, sasa uchumi ulikuwa katika hali mbaya. Shilingi ya Kenya ilikuwa chini, bei ya vyakula ilikuwa zaidi, unga ilikuwa 250 huko packet ya kilo 2. Inflation ama vile bei inaongezeka ilikuwa inaongezeka haraka, and because of that rais angeweza kuanzisha hizi barabara immediately. Alifaa kwanza ateremshe bei ya unga, si namna hiyo? Alafu baadaye adhibiti shilingi ya Kenya, ndio bei ya maisha ama gharama ya maisha iweze kupungua. Mumeona ya kwamba katika miaka miwili imepita sasa, petroli ambayo ilikuwa imetoka shilingi 217 imeteremuka imefika 160 something, na itatemuka hata zaidi kwa sababu ya ile mikakati Rais William Ruto ameweka kudhibiti uchumi wa Kenya. Na kwa sababu sasa uchumi umekuwa dhabiti kidogo, mimi nimekuja hapa na habari njema. Habari njema ni kwamba sasa kwa sababu uchumi umekuwa dhabiti,
hii barabara yetu inaenda kukamilika immediately. Na vile niseme hivi, ni kwa sababu watu wengi wanauliza kwa nini mwaka ule mwingine tulikuwa hivi. It's because you handle the fundamental and basic issues first, and therefore the president was addressing inflation, cost of living, cost of fuel, stability of the shilling. Lakini sasa kwa sababu uchumi ni thabiti, tuko na pesa ya kujenga barabara, na sio barabara tu. Unajua kuna barabara nyingi tutajenga. Nitarudi siku nyingi, nitarudi kuangalia vile zinaendelea, ndio wakati zitakamilika. Sasa niende niambie rais akuja afungue yeye mwenyewe. Mungetaka rais atembea hapa wakati barabara imekamilika? Akuja afungue barabara ambayo imekamilika? Kwa hivyo hapa Nyeri County vile tunaongea, tunajenga barabara zaidi ya 12 katika sehemu mbalimbali hapa Nyeri County kwa gharama ya billion, give me that figure PS, was 17 billion. I wanted to get the figure from the PS. 17 billion shillings worth of roads, over 12 roads worth 17 billion here in Nyeri County. Moja ya hiyo barabara ni hii barabara yetu, na habari njema ni kwamba serikali iko na pesa ya kukamilisha barabara hizo zote. Ya pili, unajua ya kwamba wakati Uhuru Kenyatta amekuwa rais, mtu yake ya mkono alikuwa anaitwa William Ruto. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Walisukuma mambo ya stima. Wakati wamechukua usukani 2013, nyumba za Wakenya ambazo zilikuwa na stima ilikuwa milioni 3. 2.7 million households were connected to electricity. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mtu yake ya mkono siku hiyo William Ruto walisukuma stima, wakaunganisha kutoka 3 million households to 8 million households. Lakini tunajua ya kwamba bado kuna sehemu stima haijafika. Kweli si kweli? Si kuna sehemu nyingi? Kuna sehemu nyingi zimebaki. Niko na habari njema. Habari njema kwa sababu sasa rais amekazana, uchumi umekuwa thabiti. Tuko na pesa ya kutosha ya kuunganisha zaidi ya manyumba 100 katika taifa la Kenya na stima. So nimesema tuko na pesa ya barabara, tuko na pesa ya stima. Na ule PS anasimamia stima Kenya, ule ana sign pesa ya stima PS anaitwa Alex Wachira, mtu ya hapa nyumbani. Mumesikia? Na ako wapi? Atawasalamia. Alafu vile vile PS wa barabara ni jirani hapa, anaitwa Engineer Mbugua, hako hapa, ni jirani, ni mtu ya Kinangovu. Si mnajua Kinangovu? Ni mtu ya Kinangovu hapa. So mimi nataka niwaambie uchumi sasa umeanza kuimarika, na yale mambo yalikuwa yamekwama kwa sababu ya athari za COVID-19. Sasa rais amekazana, mambo ni thabiti, sasa ni kusonga na maendeleo. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Ni kusonga na maendeleo. Ni kusonga na nini? Kusonga na nini?
Si mungetaka tuwajengee barabara za kutosha? Si mungetaka tuwawekee stima ya kutosha na maji ya kutosha? Vile vile sasa tunajenga masoko zaidi ya masoko 400 katika Jamhuri ya Kenya, na hapa Nyeri kuna masoko yanajengwa sasa hivi, na tutakuja wengine kuinspect progress of the various markets that are being built in Nyeri County in every constituency. And when those markets are complete, we will go and request His Excellency the President to come and open those markets. Si namna hiyo? Hapa Nyeri kwa ushirikiano wa national government na county government ya Nyeri, tunaweka hapa County Aggregation and Industrial Park. Hiyo ni mahali pa kuleta mazao yetu na kufanya value addition, ili yale mazao yalete pesa zaidi kwa mfuko ya mkulima na mfuko wa mwanabiashara. Kwa hivyo vile vile, kwa sababu hiyo KIPES ya Nyeri imeanza, I think it's about 40%. Ndakuja kuangalia ili niharakishe contractor akamilishe haraka. Ikikamilika, mimi naenda kuita rais akuja tufungulie. Singetaka vijana wapate kazi. Hiyo County Aggregation Industrial Park ni ya kutafutia vijana wetu kazi. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Vile vile mnajua ya kwamba tuko na housing program. Kuna nyumba nyingi zinajengwa, na hizi nyumba kwa miaka ambayo iko hapo mbele tutaendelea na hiyo mambo ya ujenzi wa nyumba. Inasaidia idara ya manyumba na ujenzi kukua. It is contributing to the growth of our housing and constructing sector. But it's also providing jobs to our young people. Kuna vijana wengi katika taifa la Kenya. Tuko na kati ya vijana 160,000 160,000 na 250,000, between 160 and 250,000 young people who are working in the various affordable and social housing projects across the country, including here in Nyeri. Kwa hivyo tukiegemea na kukaa katika line ya maendeleo, hii miaka 2.5 miaka 3 ambayo inakuja, tutakuwa tumebadilisha Kieni, tutakuwa tumebadilisha Nyeri, tutakuwa tumebadilisha Kenya. Si namna hiyo? Si namna hiyo? So mimi tu nataka niwaulize wenzangu, kwa sababu tuko na viongozi wengi hapa walikuja na mimi kuona hii barabara vile imeendelea. Na nimesema unajua nitarudi siku ingine, because we have so many projects around here. Na sisi hatutaki kuita rais kabla mradi haijakamilika. Ndio akuja afungue complete projects, ndio? Lakini wakati inaanza, mimi, minister, PS, waheshimiwa, sisi ndio tutakuja hapa kuharakisha makontrakta, ndio watu hakikisha kwamba kazi inaenda haraka. So mkiniona hapa, mimi nimekuja job, nimekuja kazi. Kazi yangu ni kusaidia rais ili watu yetu wapate manufaa. Si namna hiyo? Na ile mambo wananchi wananiambia, naenda peleka huko juu. Kama ni mambo ya majani chai, kama ni mambo ya zile mimea ama vyakula tunakuza hapa ili zipate bei zaidi, mimi napeleka pale, tunarekebisha. Hiyo ndio maana ya serikali. That is the importance of government, that we have a voice in the government, and when we have issues we can take those issues to be resolved. Mimi nauliza, tuendelee na hii mambo ya maendeleo ama tuachane nayo? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Kuna watu wengine walikuwa wanasema hapana, tupige siasa kidogo. Tuendelee na maendeleo. Tujenge barabara. Tujenge barabara. Tuunganishe stima. Tuwekee wananchi maji. Tujenge viwanda. Vijana wetu wapate kazi. So mimi nasema leo nikiwa hapa Kieni ya kwamba kwa sasa hivi
serikali inajihusisha katika mambo ya kutatua mashida ya wananchi. Rais na wale wote tunafanya kazi katika hii serikali, hatuna nafasi ya ugomvi, ya fitina, ya vita. Tunataka tuhakikishe hii miaka imebaki kidogo, tumesukuma mabarabara, tumesukuma maji, tumesukuma stima, tumesukuma ajira ya vijana wetu ili nchi yetu iwe mahali pazuri. Wakati wa siasa si utafika? Si ukifika tutapiga siasa ya kawaida? But it is irresponsible for us to engage in politics now, because if we engage in politics now, the people will suffer because service delivery is going to be disrupted. Mnakubaliana na mimi? Nisaidie rais kusukuma kazi. Nisaidie rais kusukuma stima na maji na barabara. Hiyo ndio kazi mnataka nisukume? Kabati. Hiyo ni gani hiyo? So mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru, tunaenda sehemu zingine pale mambo ya stima. Kwa hivyo tuko na safari mrefu. Mimi nataka tu niwaambie tuko wengi. Na kwa sababu tuko wengi, hatutaongea sisi zote. Mheshimiwa wetu wako hapa, senator wako hapa, na women wetu wako hapa. Na PSs wetu wawili wako hapa, hao wako nyumbani. But we have other members of parliament. Nataka tu muone tuko na members of parliament. Tumetoka kule Nandi, tulikuwa na graduation huko ya National Polytechnic huko. So kuna wabunge nimekuja nao, tulikuwa nao kwa hiyo hafla, na hao ni wabunge kutoka sehemu zingine za Kenya, kwa sababu adwaitoi, mnajua ya kwamba Kenya ni taifa moja, si ni kweli? Na unajua sisi watu ya area hii ni watu ya biashara. Si mnajua watu ya area hii wako kila mahali. Si wako Kisumu, si wako Eldoret, si wako Lodwar na Mombasa na Lamu. So ni vizuri sisi kama viongozi ambao tulizaliwa hapa tufanye urafiki na tutembee na viongozi kutoka sehemu zingine, kwa sababu watu wetu ni watu wa biashara, wako kila mahali. Nema kanatema. Neguo kanateguo. Tutembee pamoja. Nisaidie Rais William Ruto kuunganisha watu wote ya Kenya. Jamii zote za Kenya ziwe kitu kimoja. Mbona mkai kama mkosi? Tuende na hiyo barabara. National unity. One people. One country. One flag. Tuendelee na hiyo barabara. So niko na mbunge hapa kutoka Emegwen.